dunia hii ni tabu, mwanzo ni tabu, mwisho inaisha. Ukiwa nacho wewe mtihani kuanzia duniani na akhira utahesabiwa. Usipokuwa nacho ukiwa maskini wewe mtihani pia vile vile. Ukiwa mzuri wewe mtihani, ukiwa mbaya wewe mtihani. Hakadha. Usikae katika dunia hii ukazani utakaa tu arrah murtah mguu juu. Hapana, lazima mitihani mbalimbali itatukumba. Alhamdulillah rabbil alamin ya rabb. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-islam wa a'izz al-muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ar-rasul al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, fakad faza almuttaqun. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe vyote, mlezi wa viumbe vyote, na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ametumia uhai wake takribani wote kufikisha lile ambalo ametumilishwa nalo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nalo ni ikhrajun nasi min adh-dhulumati ila an-nur, kuwatoa watu kutoka katika kiza kuja katika nuru, kuwatoa katika upande wa kushotoni kuwaleta katika upande wa kuliani. Ndugu zangu katika imani, mihwar khutbatna al-yawm, mzunguko wa mazungumzo ya khutba yetu leo hii, tutazungumzia kuhusiana na maneno ya Allah aliposema wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, Surat Imran aya 185. Na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganya, starehe zenye kudanganya. Ndugu zangu katika imani, hii dunia tunayoishi ndani yake ni kitu ambacho ni cha kupita, na starehe zake ni za kupita, lakini bali naweza kusema starehe zake zina maumivu, bali naweza kusema hakukosekani mitihani ndani yake, hakukosekani mitihani ndani yake. Kaifa asfu lakum min darin, vipi nitawaelezea au nitawasifia dunia ambayo awwaluha anaun, mwanzo wake ni tabu tupu. Hata wewe mwenyewe, mimi, kiumbe yoyote, umezaliwa kwa tabu, umepatikana kwanza kwa tabu, njia za kutafuta mtoto mpaka mtu ashughulike kweli kweli. Haya, ukakaa kwenye tumbo la mzazi kwa tabu, mzazi anajifungua kwa tabu. Hakuna mzazi ambaye anajifungua anachekelea kabisa, anafanya hivi, anajipepea huku mtoto atoka. Hapana, hakuna hiyo. Umekuwa duniani hapa, utaishi kwa tabu. Awwaluha ana, mwanzo wake ni tabu. Wa akhiruha, lakini mwisho wake pia fana, ni yenye kuisha. Wa akhiruha fana, mwisho wa dunia hii ni yenye kuisha, haitobakia. Halaluha hisab, kile kilicho cha halali ambacho wewe umezaliwa kwa tabu, umekuwa kwa tabu, ukikipata cha halali katika riziki yako, hisab, utakwenda kuhesabiwa nacho siku ya Kiyama. Unyayo wako hautoki kuelekea min ardhi al-mahshar, kutoka katika ardhi ile ya kuhesabiwa kuelekea peponi au motoni, mpaka uulizwe wa fi malihi, kutokana na mali yake mwanadamu, min aina iktasabahu, ameichuma chuma vipi. Watakiwa ulete mahesabu hapo, umeichuma chuma vipi? Amin alhalal amin alhalal am min alharam, ameichuma kutokana na chumo la halali au la haram. Wa fima anfakahu, na umeitumia vipi. Kwanza umeichuma vipi, uorodheshe pale mali nano maelezo. Pili, umeitumia vipi. Angalia hali ya dunia hiyo, halaluha hisab, kilicho cha halali utahesabiwa nacho. Wa haramuha iqab, kilicho cha haramu utaadhibiwa nacho. Hakadha dunia, man istughniya fiha iftutin,
yoyote katika dunia hii, hata azaliwe afu apewe utajiri, iftutin, ataletewa fitna mbalimbali. Ukisema uwe na mali, fitna mbalimbali zitakukumba tu. Waman iftukira fiha, na yoyote atakayepewa ufakiri ndani ya dunia hii, hazun, anahuzunika. Yani kwa kifupi, dunia hii ni tabu, mwanzo ni tabu, mwisho inaisha. Ukiwa nacho wewe mtihani kuanzia duniani na akhira utahesabiwa. Usipokuwa nacho, ukiwa maskini wewe mtihani pia vile vile. Ukiwa mzuri wewe mtihani, ukiwa mbaya wewe mtihani, hakadha. Usikae katika dunia hii ukazani wewe utakaa tu arrah murtah, mguu juu. Hapana, lazima mitihani mbalimbali itatukumba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Baqara aya 155, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju' wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju', tutawatahini na sehemu tu ndogo, sio sehemu kubwa, sehemu ndogo tu ya hofu, sehemu ndogo tu, sio hofu yote nzima, kidogo tu. Wal-ju', na njaa pia tutawapa mitihani ya njaa. Wa naqsim min al-amwal wal-anfus wath-thamarat, tutawapa mitihani ya upungufu wa mali, tutawapa mitihani ya kuwaua, tutapata mitihani ya kuondokea na vipenzi vyako unavyovipenda. Mwingine atafuta mtoto akahangaika katika mahospitali akamwaga mapesa, anakuja kupata mtoto mmoja, mtoto yule anamkuza, Allah amemchukua, mitihani. Mwingine amemwagilia shamba lake, mazao yamekuwa, anatarajia kuvuna, imekuja gharka, imeondoka. Hofu. Wabashiri sabirin, wabashirie wale wenye kusubiri, lakini subira iliyokuwa nzuri. Tunaona mitihani katika kuifasiri aya hii. Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiru al-Quran al-Azim mjeledi wa kwanza ukurasa 465 anasema katika hii aya Allah anasema hivi, la budda an nakhtabirahum, lazima tutawatahini hao viumbe, awe binadamu awe jini. La budda an nakhtabirahum bi shay'in min hadhihi al-umur, lazima tutawatahini katika kitu kimoja katika haya mambo tuliyoyataja. Ima pesa tatainiwa, ima hofu linalosababishwa na jambo lolote lilokusibu, ima nafsi pata maradhi, kifo, ima mali ambazo nazichuma upande wa mazao, lazima. Kwa nini? Anasema liyadhhara as-sadiqu min al-kadhibi. Imam Ibn Kathir anasema ili adhihirike ni yupi muongo na ni yupi mkweli, wasabiru anil jazi'i, na ili adhihirike yupi ambaye anafanya subra na yupi ambaye atalalamika malalamiko ya kumkufuru Mola wake mlezi. At-Tabari anasema katika tafsiri Jami'ul Bayan, yeye anasema katika juzuu ya 4 ukurasa 220, anasema akhbara Allahu almu'minin. Katika aya hii utakuta Allah amewaambia waumini wake, ametuambia sisi Allah subhanahu wa ta'ala, annahu mubtalihim wa mukhtabiruhum, hakika Allah atawatahini waja wake, atawapa mitihani mbalimbali, minal mihan, shida mbalimbali, liya'lama sabrahum inda ash-shada'id, ili yajue subira yao wakati wamepatwa na shida. Ad-dunya ya ibadallah, hii dunia tunayoishi ndugu zanguni, lam tasfu li nabiyyin mursalin wala malakin mukarrab. Hii dunia acha kwetu sisi wakina nani tusiojulikana, lam tasfu li nabiyyin mursal, hata kwa nabii yoyote haijakuwa sawa dunia hii. Dunia hata kwa nabii yoyote aliyetumilishwa katika manabii wote wale tunawajua ambao Allah amewataja na wale ambao hatuwajui katika Allah ambao amewataja, haijawahi kuwa nzuri kwake, wala malakin mukarrab, wala malaika yote. Fa kaifa tasfu liman dunahum, vipi watarajia dunia hii iwe nzuri kwetu ikiwa kwa manabii vipenzi vya Allah, daraja ya mwanzo katika vipenzi vya Allah manabii wake ni watu ambao Allah amewachagua kwa risala, lakini dunia haijakuwa nzuri kwao hata siku moja, hata siku moja. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi nyumbani kwake hakujawashwa moto, yani hakujapikwa. Vipi mimi na wewe tarajia dunia iwe nzuri tu? Hapana. Nasema man arifa dunia, mwenye kuifahamu hii dunia, alima anna albalaa fiha sunnatun madhiyatun, mwenye kuifahamu hii dunia
atajua kwamba mabalaa yaliyomo ndani yake ni sunna ilianza tokea kwa waliopita na inaendelea. Wa anna rahatal kamilata, na hakika raha iliyokamili iliyotimia, innama hiya fil janna, iko peponi. Ukitaka raha ya moja kwa moja nenda zako peponi. Lakini maadamu tuko hapa duniani bwana, lazima tutakumbwa na mitihani mbalimbali, lazima. Siku moja sahaba Saad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu anasema qultu ya Rasulullah, siku moja nikamuuliza Mtume. Sahaba wanakaa na Mtume wanamuuliza mambo mbalimbali. Asema siku moja nimekaa nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayu nasi ashaddu balaan, hebu niambie, hivi ni watu gani katika sisi viumbe ambao wanapatwa na mabalaa sana? Hebu niambie katika hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, ni manabii kisha wale ambao wanajifananiza na manabii na mfano wao. Yani wewe ukijifananiza na mwendo wa watu wema, mitihani itakupata. Mitihani itafanyaje? Itakupata. Si kwamba dalili kwamba mitihani ikikupata labda Mola hakupendi, hapana. Kuna sababu tofauti tutazitaja inshallah za mitihani kushuka. Lakini Mtume anamwambia al-anbiya ni manabii, fal-amthal thumma al-amthal, kisha wanaofuata kisha wanaofuata. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kumfafanulia, asema fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, mtu anatahiniwa, anapata mitihani mbalimbali kulingana na dini yake, ile imani yake, kiasi kwamba fa in kana fi dinihi sulba, akionekana katika dini ana msimamo ule wa haki, ule mgumu kikweli kweli, basi ishtadda balauhu, ndio mitihani yake inazidi. Kimwona mtu wakati mwingine yakwambia, mimi mashallah na miaka karibuni 100 ngapi au 90 ngapi au 20 ngapi niko kwenye dini, sijapata mtihani hata kidogo, mwangalie mara mbili. Sawa, mwangalie mara mbili, mwambie shekhi, tizama hiyo da'wa yako. Kama Mtume alifikia hatua mpaka anaondoka Makka, Makureishi wameona sasa wampangie njama za kumuua, akamwambia Imamu Ali alale kwenye kitanda chake. Mtume akaondoka kukimbia kifo, min Makkata ila almadinati, kutoka Maka mpaka Madina. Kwa ajili ya nini? Ad-da'wa. Wakina Bilal bin Rabah walikuwa wakiteswa, akitolewa jua lile la miji ile ya kule, joto kubwa, jua kali, akitolewa vikiwekwa visiki vile pembe 4, afu mguu unafungwa huku, mguu unafungwa huku, mkono unafungwa huku, mkono unafungwa huku, afu jua likiwekwa kwenye kifua chake. Afu Umayya anamwambia, lan tazal hakadha hatta takfura bi Muhammad, hutoacha kupata hiyo adhabu wewe mpaka umkufuru Muhammad. Lakini yeye maazala lisanuhu yuraddid Allah ahadun ahadun ahad, lakini kana anasema ahadun ahadun, la ilaha illa Allah, hapana mola hapaswi kuabudiwa kwake isipokuwa yeye aliye mmoja wa pekee. Kwa hiyo ikiwa dini yake mja inaonekana iko madhubuti, ishtadda balauhu, lazima balaa litazidi. Wa in kana fi dinihi riqqa, lakini ikiwa ana msimamo kiwepesi, unaona fayubtala ala hasabi dinihi, atatahiniwa kulingana na dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kwamba anasema bala fama yabrahu albalau bilabdi, bala halitoacha kumwandama mja hatta yatrukahu, mpaka likamwacha mja yamshi ala al-ardhi, anatembea juu ya ardhi, walaysa alayhi khati'atun, hana kosa lolote, yani hana baya lolote. Yani ile mitihani inamwandama mja, kadri inavyomwandama mja yule anafutiwa makosa yake, anafutiwa makosa yake, mpaka inafikia hatua mja anatembea katika ardhi hana nini? Makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hana makosa mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya amepokea Imamu Tirmidhi katika kitabu Zuhudi, babu ma jaa fi sabri ala albala, ukurasa 2398. Ndugu zangu katika imani, hakadha duniana, hii ndio dunia yetu. Huwezi ukaishi wewe kwa raha. Ukiwa masikini utahuzunika, shida zikatakutia vilio, utadharaulika. Ukisema uwe tajiri, mali ile ile inaweza ni fitna kwako, ukashughulishwa mali ile ikakushughulisha. Wangapi mali zinawashughulisha hata ibada ya swala 5 hawaitekelezi?
Wangapi mali zinawashughulisha siasa kwamba wamesahau kama kuna kufa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, dunia hii kama tunavyoona ni dunia ambayo si lolote si chochote, bali kinyume chake sasa lolote na chochote ni pepo peke yake. Kimbilia kuitafuta pepo yako na shikamana na subra katika matatizo yako, subra iliyokuwa nzuri, kwa maana unafanya subra wakati wa mitihani, lakini wakati huo huo unatafuta njia zilizokuwa salama, njia zinazoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kukabiliana na matatizo. Baadhi ya watu huenda hawaelewi, wanawahusia wenzi wao wenye mitihani, wanamwambia bwana, mimi na mitihani kadha kadha, subra, afika nyamaza. Hapana, mwambie subra, kisha kama unaweza kusikiza tatizo lake, kama huwezi kumsaidia kipesa, basi msaidie hata kimawazo, namna ya kuondokana na lile tatizo. Hiyo ndiyo subra nzuri kwa mja, sio subra hali ya kuwa wewe bado inakupelekea unaumia, inakupelekea inakuingiza katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kushikamana na subra katika hii mitihani tuliokuwa nayo, baada ya kuona dunia si lolote si chochote, ndiyo msingi pekee, ndiyo msingi pekee. Na tunaposema subra tunakusudia habsu nafsi, ni mtu kuizuilia nafsi yake ala ma yakrahuhu, katika yale ambayo anayachukia. Kuna mambo ambayo yanachukiza katika misiba, katika mitihani imekupata, basi wewe ukaizuia nafsi yako ibtighaa maradhati llahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutaraji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema katika kitabu chake, anasema kwamba subra maana yake ni habsu nafsi anil jazaa, ni kuizuia nafsi pale unapopatwa na tatizo lolote, wewe ukaizuia nafsi yako isifikie hatua ya kutoa malalamiko na kufadhaika kule ambapo kuna mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walisani anit tashakki, na kuizuia ulimi wako anit tashakki, usiwe ni wenye kushtakia ambapo kuna kupelekea kumsahau Mola wako. Waljawarihi, na kuzuia viungo vyako naona ani tashwishi, visifanye tashwishi. Yani ulimi wako wewe unapopatwa na msiba, sio ukaanza tena kama mfano mmoja unaupiga shekhe, mtu anafiwa anasema Mungu wewe, kwa nini mtoto wangu umemchukua hujaona watu wengine kuwachukua Zuia nafsi yako, zuia ulimi wako, zuia viungo vyako visifanye tendo ambalo wengine wanashikwa na misiba wanajinyonga. Kuzuia hivyo. Katika kitabu Uddatu as-Sabirin, angalia safha ya 11, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Na kusubiri na kushukuru ni katika sifa za muumini, na sio kila muumini, waumini hasa ambao Allah amewateua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ajaban li amri al-mu'min, ni ajabu jambo la muumini. Yani mtume anastaajabu kwa raha, sio ile staajabu ya kushangaa, ile ni staajabu ile ambayo masha Allah. Anasema ajaban li amri al-mu'min, ni ajabu jambo la muumini. Jambo gani la muumini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema in aswabatuhu sarra'u shakara fakana khairan lahu, anapopatwa muumini na jambo lolote la raha na neema yoyote, anamshukuru Mwenyezi Mungu na inakuwa ni kheri kwake. Wa in aswabathu dharra'u, lakini anapopatwa na jambo lenye kumdhuru, sabara, kufanya subra, fakana khairan lahu, na hiyo inakuwa ni kheri kwake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akisema walaysa dhaka li ahadin illa lilmu'min, na tabia hii na jambo hili na sifa hii haipo isipokuwa kwa muumini. Kipatwa na jambo la kheri anashukuru, alhamdulillah, imepata jambo hili la kheri, alhamdulillah, anamshukuru Mwenyezi Mungu. Na shukrani inakuwa ni sehemu tatu: kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ulimi,
Sawa, sema alhamdulillah kwa moyo, kukiri kwamba neema uliyokuwa nayo si ya kwako wala huimiliki chochote, imetoka kwa nani? Kwa Allah, kwenye moyo, kisha kwa vitendo kuonyesha shukrani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusishie tu alhamdulillah alhamdulillah, lakini tazama kwenye nafsi yako au kwenye vitendo vyako ni mtihani. Imam Abu Nuaim katika kitabu chake Hilyatul Awliya katika tarjama ya Ibn Mas'udi mjalladi wa kwanza ukurasa 336 anasema inna lillahi azza wa jalla ibadan, Allah ana waja wake maalumu hao, ikhtasahum bil bala, Allah amewapa special kwa njia ya kuwapa balaa. Yani Allah anaweza akataka kufanya wewe uwe special, uwe mja kwake mwenye daraja, lakini kwa njia ya kukupa balaa. Kama yakhtassu bin ni'am man yasha, kama vile ambavyo anampa mtu special kwa neema anemtaka. Kwa hiyo anasema inna lillahi azza wa jalla ibadan, Allah ana waja wake maalumu wao, yakhtassuhum bil balai, anawapa uspesho, anawachagua kwa njia ya kuwapa balaa. Fa idha sabaru, wakifanya subra, ijtabahum, Allah ndio wachagua. Kwa mantiki hiyo mimi na wewe uende tukapata na balaa, tukifanya subra pia tukatumia njia zilizokuwa nzuri ya kupigana na mtihani basi na kumkufuru Allah, huenda Allah akatuchagua, huenda afanyaje, Allah akatuchagua. Lakini sasa sisi waja tunaposhikwa na balaa tunaangalia ule upande mmoja wa maumivu, atuangalii upande mwingine, atuangalii upande mwingine, tunabezi kuangalia upande mmoja. Hapana. Wanawachuoni wanasema, baadhi ya waja wema wanasema, man nadhara ila albalai wahdahu, yoyote ambaye atatazama balaa tu peke yake. Umepatwa na mtihani ukatizama ule mtihani tu peke yake, halaka, utaangamia. Man nadhara ila albalai wahdahu, yoyote mwenye kutizama balaa peke yake, halaka, ataangamia. Wa man nadhara ila an-ni'ami ma'ahu salim, na yoyote ambaye anatazama neema pamoja na lile balaa lilomsibu. Unaona anatazama neema aliyokuwa nayo pamoja na lile balaa lilomsibu, salim, atasalimika. Madha yani au madha taani hadhihi alibaratu, ibara hii inamaanisha nini? Inamaanisha tunapopatwa na mitihani tuangalie pia na neema tulizokuwa nazo. Unapopatwa na mtihani uangalie pia na neema ulizokuwa nazo. Usitizame tu mtihani moja kwa moja. Ukitizama mtihani moja kwa moja utaangamia, utamkufuru Mungu, utaona wewe si lolote si chochote. Ndio pale wamsikia mtu anakuambia, bana, si wengine tumezaliwa tu, Mungu katuleta tu bahati mbaya hapa. Wewe Mola wako amekuleta bahati mbaya? Man nadhara ila albalai wahdahu, mwenye kulitizama balaa peke yake, halaka, hataangamia. Wa man nadhara ila an-ni'ami ma'ahu salim, na mwenye kutizama neema pamoja na balaa aliyokuwa nao atasalimika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno yake matakatifu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, huenda wakati mwingine mkachukia jambo au mkakichukia kitu kumbe ni bora kwenu nyinyi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wakati mwingine mnaweza mkakipenda kitu kwa ni shari kwenu. Wallahu ya'lamu, na Mwenyezi Mungu anajua, wa antum la ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi hamjui. Mara ngapi katika maisha yetu haya mtu anaweza akalingangania jambo kweli kweli, mimi nalitaka ila nataka, kumbe ni shari kwake, hujui ya mbeleni, anayejua ni Allah peke yake. Na mara ngapi unaweza kalichukia jambo, kila ukija likikujia wakimbia, likikujia wakimbia, kumbe ni khairi kwako. Sisi hatujui, Mwenyezi Mungu anajua. Tizama Imam Abu Nuaim katika Hilyatul Awliya mjaladi wa pili, wakati anatoa tarjama ya Hasanul Basri, akatoa maneno ya Hasanul Basri yanasema, la takraul balaa alwaqi', msichukie mabalaa yenye kutokea, msichukie. Wanakamati alhadithata, wala majanga yenye kuzuka yanayomipata. Fala rubba amrin, huenda kukawa na jambo sawa, takrahunahu fihi najatukum, huenda kukawa na jambo ambalo mnalichukia, kumbe hilo jambo ndani yake ndio kuokoka kwenu.
fala rubba amrin takraunahu fihi najatukum, huenda kuna jambo nyie mnalichukia hilo jambo, kumbe ndani yake ndio kuna kuokoka kwenu. Wala rubba amrin tuhibbunahu fihi halakukum, na huenda kukawa na jambo ambalo nyie mnalipenda, kumbe ndio kuangamia kwenu ndani yake. Ibn Kathir wakati anaifasiri aya katika tafsirul Qur'an al-Azim ukurasa 578 mpaka 580, hapa katikati kuna maneno nakumbuka, anasema wa hadha amun fi jami'il umur. Hii aya inaelezea am, kwa sababu aya wengi baadhi ya wanachuoni wametafsiri kwenye hususan masuala ya maswahaba walipoambiwa watoke waende kwenye jihadi, ndio ikaja hii aya. Huenda mkachukia jambo likawa ni khairi kwenu, na huenda mkalifurahia jambo likawa ni shari kwenu. Lakini Ibn Kathir anasema wa hadha amun fi jami'il umur, hii aya inazungumza mambo yote haya. Anasema kad yuhibbu al-insanu shay'an, sawa, mwanadamu huenda akapenda chochote kile. Shay'an imekuja na nakra na ni mafuulu bihi mansub, al-insanu huku ni fa'il. Kad yuhibbu al-insanu shay'an, sawa. Wakati mwingine mwanadamu hupenda kitu chochote kile akakingangania walaysa lahu fihi maslahatun, lakini kitu hiko ikawa kina maslahi yoyote kwake, hajui. Walaysa lahu fihi maslahatun, kisha wakad yakrahu shay'an, imejurudia tena shay'an kwa nakra na kwa mafuulu bihi mansub, faili wake ametangulia huko al-insan. Huenda mwanadamu akachukia kitu wa huwa fihi maslahatun wa manfaatu, kitu anachokichukia kumbe ndani yake kina maslahi na manfaa, hatujui. Urwa ibn Zubair rahimahullah aliugua, walamma quta'at saquhu bisababi al-akila, ikafikia hatua muundi wake madaktari wakakariri ukatwe. Katika Siyaru A'lami Nubala ya Imamu Dhahabi amemwelezea katika mjeledi wa 4 ukurasa 421, anasema falamma quta'at saquhu, ulipokaririwa ukate ule muundi wake, kwa sababu bisababi al-akila, kwa sababu ya ugonjwa ule ambao unatafuna nyama. Kwa leo tunaweza kusema pia kensa inaweza kuitwa akila, kwamba mtu ambaye imeshaenea hiyo atakiwa ukatwe hapa, imeshaenea atakiwa ukatwe huko. Wa fil yawmi nafsihi ma tabnuhu Muhammad, na siku hiyo hiyo ambayo amekaririwa akatwe, ndio siku hiyo hiyo naye mwanae anafariki. Yani takhayal, tasawwar ya Abdallah, unaenda hospitali unaenda kukatwa, na siku hiyo unapata tena msiba wa mtoto wako ambaye unampenda anafariki. Mimi naye tungefanyaje katika hali kama hiyo? Faqal, akasema Allahumma, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu, ikiwa utanitahini basi umenipa afya muda mrefu. La in akhadta fakad abqaita, ikiwa utachukua basi umebakisha. La in akhadta fakad abqaita, ikiwa utachukua basi umebakisha. Wala in ibtalaita fakad afaita, na ikiwa utanitahini basi umeniafu. Maneno haya anakusudia nini? Anakusudia ewe Mola wangu, ikiwa utamchukua mtoto wangu bado nina neema nyingi umenibakishia, neema ya dini yangu, neema ya akida yangu. Ikiwa utachukua kipande cha mguu wangu kimekatwa, bado umenibakishia afya, nitaendelea kuishi. Na ikiwa utanitahini kwa hili la maradhi, umenipa afya ya muda mrefu mimi. Angalia, nadhara albalaa ma'a ni'am, ameangalia balaa lilomshika pamoja na neema Allah alizompa. Man nadhara ila albalai wahdahu, mwenye kulitazama balaa peke yake halaka, ataangamia. Wa man nadhara ila ni'ami llahi ma'ahu salim, na mwenye kuangalia balaa pamoja na neema alizokuwa nazo akalinganisha atasalimika. Angalia Ummu Salama radhiyallahu anha, ummuna, mama yetu huyu, katika miongoni mwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mitihani ambayo imemkumba ni mitihani kufiwa na mume wake. Katika vita vya Uhudi, maswahaba anarudi mume wake Abu Salama alikufa, na anampenda kweli kweli, kwa sababu kipindi maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam lamma amara as-sahabata
alipoamrisha maswahaba yahjuru wahame min Makkah, kutoka Makkah ila al-Madina, kwenda Madina, Abu Salama na Ummu Salama alipokuwa anahama, Makuraishi wakamzuia Ummu Salama, wakamzuia, wewe umeamua kumfuata Muhammad, wewe shemeji nenda tudele tumwache. Alikuwa analia kweli kweli, anatoka usiku analia, mpaka wale Makuraishi wenyewe pamoja na kwamba hawajasilimu wakamwonea huruma yule mama, akamwambia mfuate mume wako. Sasa leo hii mume yule anayempenda anakuja anaondoka katika dunia. Salama alihuzunika, lakini akakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yoyote ambaye atapatwa na msiba kisha akasema Allahumma ajurni fi musibati, ewe Mwenyezi Mungu nilipe katika msiba huu, wa akhlif li khairan minha, kisha nipe mbadala wa kheri kuliko kile ambacho umekipoteza. Alipoikumbuka dua hii akaiomba, haikupita muda khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamposa yule mama na akamuoa. Tena akampa Mtume sharti, ukinichukua mimi umchukue na mtoto wangu. Ndio yule mtoto ambaye anafundishwa katika hadithi maarufu, Mtume akimwambia ya ghulam samillah, ghulam mtaji Allah, wa kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Ni mtoto wa Ummu Salama. Ummu Salama akaleleka pale, wala si vinginevyo. Katika mitihani kupate mtu uanze kulalamika, uanze kuleta shida. Maneno ya Sheikh Salim anatoa mfano, anasema mtu alalamika, anasema Mungu nimefanya nini mimi, mwanangu ndio huyo umenichukulia wewe. Hapana, maadamu dunia tuko hii, dunia ndio hii ambayo haikuwa safi kwa manabii, lam tasfu li nabii mursalin, haikuwa safi wala haikuwa sawa sawa kwa nabii yoyote, wala malakin mukarrab, wala kwa malaika yote, dunia haikuwa sawa. Fa kaifa tasfu liman dunahum, vipi itakuwa sawa baina yangu mimi na wewe dunia? Hapana. Fanya subra, lakini subra iliyokuwa nzuri. Subra iliyokuwa nzuri ni ile subra ambayo unaangalia namna gani ya kukabiliana na ule mtihani, pasi na kuleta jazai, pasi na kushtakia mashtakio kumkufuru Mola, pasi na kukupelekea mtihani ule ukakuingiza katika kufuru na ukaondoka katika mstari ulio sawa sawa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Fa aqimis salah.